amenitoa mbali Bwana, amenitoa mbali Yesu. Sijajua wewe kakutoa wapi Bwana, au umetoka wapi na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Mhubiri Ombeni. Mungu akubariki sana. Twende pamoja kusikia ushuhuda sehemu ya pili. Mungu akubariki sana. Mungu akuinue sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sehemu ya kwanza tulishia pale kwenye ushuhuda niliojinyonga. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo tutaenda kusikiliza shuhuda ambazo Yesu aliniokoa kwenye ajali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye ajali. Ilikuwa mwaka 2017 nikiwa Mbeya. Nilikuwa nikifanya kazi eneo la Mama Joni. Nilikuwa ni fundi TV. Pale Mama Joni kuna fundi mmoja ambaye anaitwa Ansi Mbogera. Nilikuwa nafanya pale kazi. Nilikuwa nimepigiwa simu kwamba niende Uyole kufanya kazi. Kwa hiyo nikapanda gari ambayo ilikuwa natoka stendi kuu kuelekea Uyole. Lakini wakati huo nilikuwa nimetokea Mama Joni ofisini. Nilikuwa nimeanza safari kutokea pale Mama Joni kwenda Uyole. Nilipofika eneo moja wanapaita Ilomba, nikaanza kujisikia kiu kali sana kiasi kwamba nilihisi kama koo limekauka. Nikajiuliza, kwa nini hii kiu imenikuta ghafla? Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema hebu ngoja nitanua maji nikifika Uyole. Nikaendelea kukaa. Nikapita sai. Ile kiu iliendelea kuzidi. Koo kabisa, ni kama kuna mtu kapitisha unga, yani kama hakuna maji kabisa kwenye koo. Nikaanza kujiuliza, hii kiu vipi? Mbona sielewi? Nilipofika 8 kiu ilinibana kiasi kwamba yani ilinibana nikawa nashindwa mpaka kujizuia. Nikashuka. Niliposhuka nakumbuka nikamwona Masai mmoja ambaye alikuwa anauza maji. Nikaenda kule Masai nikamwambia naomba maji. Kumbuka nilikuwa kwenye daladala na ile daladala nilikuwa nimelipia ninaenda Uyole. Nikaenda haraka nikanunua nikitegemea kwamba nitarudi haraka kwenye ile daladala nipande niendelee na safari. Lakini nilipokuwa naagiza maji naye Masai akawa ananichelewesha chenchi pale Mbeya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule muuzaji maji akawa ananicheleweshea chenchi yangu pale kwenye stendi ya 88. Nikaanza kumwambia, "We, naomba chenchi haraka, gari inaniacha." Basi ile gari yuko kaendelea kusubiri chenchi, gari ile kaanza kuondoka mdogo huko namuhimiza naomba chenchi. Alivonipa nikaanza kuikimbilia ile gari. Nilikimbilia lakini cha ajabu kila ninavyokimbia ilizidi kuongeza mwendo. Nikajifyonye. Huyu driver vipi? Mpumbavu kabisa. Sio nini, nikaongea maneno mazito pale. Kama unavyojua sisi vijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unavyojua sisi vijana. Nakumbuka wakati naendelea kuliangalia lile gari kwa hasira, kamvua kalikuwa anyesha pale. Kama mnaikumbuka hii ajali. Kama mnaikumbuka, wakati inatokea kwenye stendi ya 8 inaingia kwenye barabara kuu hii ambayo imetoka Dar es Salaam. Nilishuhudia mti ukiangukia barabarani. Na yule driver mwenye daladala kumbe ule mti alikuwa ameuona na alikuwa anaendelea kuvuta mafuta ili auhai ule mti. Sasa alipokuwa anaendelea kuvuta, kumbe upande wa Uyole kuna daladala ambayo ilikuwa imetokea Tukuyu. Hii Costa ilikuwa imetokea Tukuyu inakuja 88. Kwa hiyo huyu wa Tukuyu alikuwa na wahi na huyu wa 88, huyu anaenda Uyole alikuwa na wahi. Yule wa Tukuyu aliweza kuingia kidogo kwenye site ya mwenzie ili aukwepe ule mti. Na yule mwenye daladala alikuwa anaangalia ule mti. Ghafla zile gari ziligongana, watu wote kwenye ile daladala, wengine walifariki, wengine walikatika miguu na mikono, yani ilikuwa ni ajali mbaya. Hakuna mtu aliyetoka salama. Mimi mwenyewe nikaanza kukimbia na nilikuwa ndio kwanza kushuhudia ile ajali. Nikaanza kukimbilia eneo la tukio kuangalia ile ajali. Kuangalia watu, kuna mama mmoja ndiye ambaye alikuwa kwanza kutoka, anatambaa, anasema msiniokoe mimi ni mzima. Wachukueni watu humo ndani ndio, lakini kumwangalia yule mama kumbe miguu yake ilikuwa imekatika. Niliumia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliumia sana. Nikaanza kujiuliza kitu gani kilichonitoa kwenye daladala. Nikaanza kufikiria ingekuaje? Je, mimi ningekutana na hii ajali ingekuaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Nikajiuliza maswali mengi yasiyokuwa na majibu. Pale nikajikuta kule nilikokuwa naenda kufanya kazi nikagaili, nikapanda daladala nikaanza kurudi nyumbani. Nikafikia nyumbani sikufanya chochote zaidi ya kulala na kuanza kujiuliza maswali.
Inakuwaje ile ajali ingenikuta wakati ule, na mimi ingenikuta labda katika watu waliovunjika miguu na mikono, ingekuwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliumia sana, nilifikiria sana, nilitafakari sana. Hiyo hali nipitia kama wiki nzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuambia lengo la huu ushuhuda, sikupi mfumo mzima wa ushuhuda wa maisha yangu. Yani ninakupa tu shuhuda za, yani ile eneo la ushuhuda huu inakwambia namna Mungu alivyoniokoa na majanga ya kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka mwaka 2020 niliingia Dar es Salaam na kuanza kuishi maisha, kutafuta maisha eneo moja la Kinyerezi. Nilifikia kwa mchungaji na askofu Baraka Andrea. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaitwa Andrea, Pastor Andrea Baraka. Anaongoza kanisa la FPC lenye misingi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati huo nilikuja kufungua huduma ya Bread of Life. Wakati huo nilikuwa nasubiri mambo ya certificate, yalikuwa nachelewa. Kwa hiyo nikajikuta nimefikia hapo kanisani na kuanza kuishi kwenye nyumba ambayo nilikuwa nimepanga. Nakumbuka kwenye nyumba ambayo nilikuwa nimepanga, siku ya kwanza nikakutana na mtu ambaye alikuwa anazungumza na mimi kwenye ulimwengu wa roho. Wakati naendelea kufanya maombi usiku, akanitokea akaniambia, naomba unisamehe. Nikamuuliza, wewe ni nani? Akaniambia, mimi mwenye nyumba hii. Bwana Yesu asifiwe. Naomba unisamehe sana. Lakini alinijia kwenye ulimwengu wa roho ghafla, lakini mwenye hiyo nyumba alikuwa ameshakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikashangaa, baada kama wiki kupita kwenye lile eneo, miguu ikaanza kama kuchoma, misumari ilikuwa inachoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikajiuliza, hii hali inatokana nini? Hii hali inatokana nini? Nikauliza watu wa pale, nikaenda kuangalia maji ambayo tulikuwa tunachota kuoga, yalikuwa ni ya kisima, yalikuwa maji kidogo yana mbumbu nyingi sana. Kwa hiyo kuna watu wakasema labda allergy ya maji. Kwa hiyo nikashikilia hilo, nikasema allergy ya maji. Ile miguu iliendelea kuchoma kama misumari chini ya ujaya. Yani miguu nikikanyaga chini, miguu nasikia mibichomi, yani utafikiri mtu kanawekea misumari kwenye miguu yote mpaka kwenye magoti hapa. Yani mguu mzima unachoma, unawaka moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nilikuwa naamini kwamba ni allergy. Nakumbuka siku moja wakati nimekaa kwa mchungaji Andrea Ndandila. Bwana Yesu asifiwe sana. Andrea Ndandila, mama mchungaji akaweza kuniambia, aliweza kwanza kukuna, akaniambia hiyo hali kila mtu ambaye anaingia kuishi hapo anakutana naye. Akaanza kuniambia siri iliyoko kwenye ile nyumba, akanielekeza. Nikamwambia kumbe ni shetani. Wakati huo nilikuwa siwezi kubeba ndoo yoyote ya maji, nilikuwa siwezi kufanya chochote. Nikaenda kisimani kwenye yale maji ambayo yalikuwa na allergy, nikachota ndoo 2 kubwa. Huko miguu inachoma, inawaka moto, nikibeba maji yani kiasi kwamba nilikuwa nashindwa hata kubeba maji. Okay, nilivyokuwa nimebeba ndoo, nikafika eneo fulani. Wakati huo wachungaji waliniombea, mchungaji mwenyewe Andrea aliniombea, mama mchungaji aliniombea sana. Lakini nikamwambia hiyo hali ikatae. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikatae. Na mimi nilikuwa sijui kwamba ni hali ambayo inatokana na shetani, lakini tokea mama mchungaji alinidokeza hiyo hali kwamba si ya kawaida. Umo ndani unamwishi kuna nguvu za giza. Nikasema sawa, naomba ndoo za maji. Nikaenda kisimani, nikachota ndoo za maji. Wakati natembea nazo, nakumbuka nikafika eneo moja, nikasimama. Niliposimama nikasema, Baba, katika jina la Yesu, kama hii miguu ni allergy, naomba ibaki ikiuma. Lakini kama ni mipango ya kuzimu, ninaikataa na kuinyamazisha kimya, ikanyamaze kwa jina la Yesu. Nakumbuka nilipomaliza kuongea hivyo, kuna kiupepo fulani cha moto kilipita kwenye miguu. Ghafla nikakanyaga chini, nikakuta kimya. Nikakanyaga chini, nikakuta kimya. Nikakanyaga chini, nikakuta kimya. Nikakanyaga tena, nilianza kuluka eneo lile. Nikashika zile ndoo 2 za maji, nikaanza kukimbia nazo mpaka kwa mama mchungaji. Mchungaji akaniuliza, vipi? Nikamwambia nimepona. Akaniuliza nini kimetokea? Nikamwambia kuna eneo lisimama pale, nikasema kama hii hali imetokana na Mungu na maji allergy ibaki, lakini kama ni mipango ya shetani ninaipinga kwa jina la Yesu. Na akaanza kusema ni Yesu amekuponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema ni nguvu za giza. Kuna dada mmoja ameteseka sana humo ndani,
kiasi kwamba mpaka nyumba akahama, akaendelea kuteseka, anahangaika, anaombewa. Nikapiga magoti nikasema, Mungu asante kwa kuniponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushuhuda wangu wa tatu nakumbuka nilikuwa ni eneo la Mbuyuni hapa Dar es Salaam, eneo la Mbuyuni. Eneo la Mbuyuni, nilikuwa nikitembea kwa miguu, nimetoka kufanya kazi maeneo fulani, nilikuwa nikitembea, nikakutana na machinga mmoja, kuna kitu fulani ambacho akanishawishi sana aniuzie. Akanishawishi sana. Mimi nikamwambia sawa, unauza shilingi ngapi? Akasema 25,000. Nikampa 25,000. Lakini nilipokuja mpaka eneo la Kinyerezi shule ya msingi, eneo la wanapopaki bodaboda, wale ndio marafiki zangu ambao nilikuwa naongea nao wakati huo. Waliponiuliza kile kitu nimenunua shilingi ngapi, nikasema 25,000, wakaanza kunicheka, wakasema hicho kitu ni cha 5,000. Nikamkamata bodaboda mmoja ambaye alikuwa anaitwa Shams, nikamwambia nipeleke eneo la Mbuyuni, hatuwezi kumkosa ule mtu. Shams akatoka mbio pale Kinyerezi shule, akaanza kuelekea Mbuyuni. Sasa tulipofika, kabla tujaingia kwenye round about, hapa nyuma kidogo ya sheli kuna barabara ya vumbi, moja imeingia kulia, nyingine imeingia kushoto. Sasa kwa kweli jamani, machinga na lile eneo la kulia kuna kama eneo la soko, ilibidi tuingie lile eneo la kulia. Sasa ukitoka kanisa ile la Moravian KKT, ukija mbele kidogo kuna barabara imeingia kulia. Sasa sisi ilibidi tuingie barabara kulia. Kumbe tulipokuwa tunaingia barabara kulia, kuna taxi nyuma yetu ambayo ilikuwa inatufuata kasi, ambayo tulipokuwa sisi tunakunja, kuna daladala ambayo ilisimama. Ile taxi ilianza kuovertake, lakini ilikuwa ina mwendo wa nguvu. Ilienda ikawa inahitaji iovertake ile daladala. Sasa katika kuovertake, kumbe na sisi tunachomoza, tunaingia kulia. Ile taxi ilikuja, ilitupiga maeneo ya miguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilitupiga kwenye maeneo ya miguu, yani ilitugonga kiasi, yani mpaka kuna yale mashow yale ya kwenye matairi yalichomoka, yakarukia pembeni, na lile ndani la mbele ile sio anaita ngao ilichomoka, likaanguka chini. Yani kilitokea kishindo kikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi ile ajali kama ile nilishoiona Soweto. Kuna jamaa mmoja ambaye kuiona gari ambayo iliruhusiwa, aliovertake, aligongwa vile, alivunjika miguu pale. Na mimi ilivyotokea ile hali, nilishika tu kichwa namna hii, nikajua miguu yangu kwa heri. Bwana Yesu asifiwe. Nikajua miguu yangu kwa heri. Nikabaki nimekaa pale, ninashangaa. Nimekaa kimya. Sema hapa ndo basi tena miguu yangu. Na taxi ile tupiga maeneo ya miguu. Bwana Yesu, na ilitokea kishindo kikubwa, sisi tukiwa tumepanda bodaboda. Nikajua miguu yangu kwa heri. Yule jamaa mwenye taxi akashuka, akaanza kutuomba msamaha pale. Mimi namwangalia tu, na jamaa namwangalia tu. Ikabidi ageuze pikipiki, nikamwambia rudi tuachane na huyo jamaa ambaye amenitapeli. Sawa, anajua mwenyewe. Tukarudi mpaka shule, nikakaa kama nusu saa. Nikasema mtu akigongwa miguu wa yume wakati huo inauma mpaka achukue muda. Kwa hiyo nikakaa nasubiri miguu labda yume. Nimekaa muda mrefu bado yumi. Na yule jamaa amekaa anajiuliza, hii vipi? Amekaa ananiangalia pale, hii vipi? Bwana Yesu asifiwe. Na mimi hasa hivyo pita nusu saa, naamka shangali kwa nikajiuliza, vipi tena? Mbona ile taxi imeharibika lakini sisi tuko wazima, vipi? Nimekaa bado nikawa najiuliza maswali mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikawa najiuliza maswali mengi. Hii hali vipi? Nimekaa nimejiuliza. Yule bodaboda akaanza kuongea kwa bodaboda wenzie. Akasema huyu jamani mchawi ambaye ni mimi, ananyoshia mikono. Anaitwa Shams, babake ni anafanya kazi ya kuuza vifaa vya pikipiki pale eneo la Kinyerezi shule ya sekondari. Baba yao anafanya kazi ya kuuza vifaa vya pikipiki, na yule dogo Shamsi anafanya kazi ya bodaboda pale shule ya msingi Kinyerezi. Kaanza kuhadisia wenzie, huyu jamaa mchawi, tumegongwa na taxi pale, lakini tumetoka wazima kabisa. Lakini mimi nikaona maswali mengi ya kujiuliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao ni ushuhuda wa 3. Ushuhuda wa 4, nilikuwa mimi na Hamisi, bodaboda ambaye anapaki eneo moja na paita msikiti wa Makuti ambao ni mtaani kwetu. Siku moja nilipigiwa simu niende Kimanga nikafanye kazi. Ile simu yule mtu ambaye alinipigia alikuwa ni bosi wangu ambaye alikuwa anafanya kazi airport. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nikiwa jijini Dar, Gongo la Mboto, msikiti eneo moja wanaita Kichangani, msikiti wa Makuti. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Hamisi. Nikamwambia twende Kimanga. Jamaa akaniambia basi endesha pikipiki.
Sasa mimi huwa napenda mwendo mkubwa sana. Huwa napenda mwendo mkubwa. Basi nikatoka nayo pikipiki msikiti wa Makuti Kichangani, nikavuta mafuta tulipofika eneo moja, kabla hujafika barabara inayotoka Zembili Makaburini napoingilia hapa, kabla hujafika Saruni hapa mwanzoni hapa, tukaingia nayo ile barabara. Sasa tukaingia nayo tukapita kando ya barabara. Sasa tulivyokuwa tunaingia lami, nilivuta mafuta kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile pikipiki ilichotwa na mchanga, ikatulusha juu. Ilipotulusha juu, yule jamaa nyuma kwanza akachomoka, akatupiwa pembeni. Zali ikawa na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikawa nimeshikilia vile pikipiki nikiwa barabarani. Iliniburuza. Kabla sijakaa sawa, ilikuja gari ikanipiga, ikaniburuza. Ni kama eneo la kama mita 3. Iliniburuza kwa kuangalia pikipiki ilipinda ovyo, steering na tanki ilipinda. Mimi kuniamsha, nikawa mzima kabisa. Lakini eneo nilipasuka kidogo kwenye mdomo. Sasa nikawa najiuliza, mimi nilikuwa chini ya gari ilikuwa inaniburuza, pikipiki imepinda ovyo kwenye miguu yangu, iko salama kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Iko salama kabisa. Hiyo ajali ilitokea mafuta hapa anapaita Mbuyuni hapa, kabla hajafika kwenye kanisa la KKT mwanzoni hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ilitokea mwaka 2023. 2024. Bwana Yesu asifiwe sana. 2024. Watu walijaa wengi mno wakiangalia nini kimetokea. Bado watu waliponiona wewe umepona. Sasa cha ajabu, mwenye gari kanigonga mimi, lakini mimi nikalipishwa faini kwa sababu nilikuwa sina foleni. Sina leseni, nikalipishwa faini na mwenye gari. Nilipolipishwa faini, bado pikipiki nikaenda kunyosha. Lakini cha kushangaza, Mungu, eneo nilipotoka nilikuwa ni mzima kabisa. Vijana wenzangu, nataka niwaambie kitu, nyie ambao mnashinda barabarani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnashinda barabarani. Ajali kama ajali, sio lazima uumie. Ajali ndio zipo zinazoandaliwa na mapepo. Zipo ajali ambazo wewe ndiye inakuwa ni chanzo kwa sababu ya mwendo na uzembe wa kutozingatia uendeshaji wa chombo cha moto unapokuwa barabarani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sio kila ajali ni ya wewe kufa au kuvunjika. Zipo ajali zingine ni mapepo ambayo yanasababisha wewe uvunjike, kwa sababu kuna mpango fulani wa shetani kukuzuia wewe katika kazi yako, kukuzuia katika mapato yako. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaambie, mimi si kwamba leo hii ninaweza nikasema kwamba nikajisifu nikasema mimi nimeokoka sana kupita vijana wenzangu, mimi nimesimama sana kupita vijana wenzangu, au mimi nimesimama sana nikiangalia kuna vijana wengi ambao wamesimama zaidi yangu mbele za Mungu. Walipopata ajali walivunjika miguu, walipopata ajali walivunjika mikono, walipopata ajali wengine walikufa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi kuna kitu ambacho Mungu kakiweka ndani yangu, na hicho kitu ndicho kitu ambacho Mungu anakilinda. Sio mimi kwamba mimi kuna namna Mungu anavyonilinda. Hapana. Sina chochote mbele za Mungu cha kufanya isipokuwa ni mapenzi ya Mungu katika maisha yangu aliyoniwekea. Sijajua ni mambo gani ambayo Mungu kayeweka ndani ya moyo wangu, ila nataka nikwambie ndugu mpendwa, yoyote unanisikiliza kwamba kwenye maisha yako, haijalishi una vita gani vigumu, haijalishi unakutana na mambo gani magumu, haijalishi unapitia mambo gani magumu ya kifo, ya kutisha. Yawezekana na shetani anaweza katokea akakutisha kwamba muda wako wa kuishi duniani umefika. Nataka nikwambie, kama Mungu hajapanga, haitakuwa ndugu mpendwa. Hata kuishi maisha ya kusema kwamba mimi kesho labda nitakufa, mimi jioni labda nitakufa. Yani Mungu mwenyewe ndiye ambaye anajua namna ya kukulinda na namna ya kutetea eneo lolote lile ambalo unapita. Bwana Yesu asifiwe. Na eneo lolote unalopita, pita kwa ajili ya Bwana. Sijakumaliza, yani nina shuhuda nyingi sana ambazo Mungu nimemuona katika maisha yangu akinitetea. Nimekumbana na majini, nimekumbana na shetani, nimekumbana na mapepo. Yote hiyo nilikuwa sina uwezo na nguvu za kutoka, lakini Yesu ndiye ambaye kanitoa kwenye hayo maeneo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndiye ambaye kanitetea, Yesu ndiye ambaye kanipigania, Yesu ndiye ambaye mpaka leo hii kanifanya ni mzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye maisha yako kuna nguvu ya Mungu ambayo kaiwekeza. Hiyo nguvu ya Mungu ndio inayokulinda kila maeneo. Kuna wabaya wako ambao wanapanga wewe ukilala usiamke. Kuna watu
watu ambao wanapanga wewe ukisafiri usirudi ukiwa salama. Wewe ukirudi ukiwa salama, usifikiri ni akili zako, usifikiri ni maombi yako kuwa mengi. Nataka nikwambie, sisi maombi yetu tunayoomba mbele za Mungu hayawezi kufikia kiasi ambacho Mungu anatumia kututetea, Mungu ambacho anatumia kutupigania, Mungu ambacho anatupigania, yani anafikia hatua ya kutuinua. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye maisha yako fika mahali, kwa kila hatua, kila eneo, mwambie Mungu asante. Hata kama hakuna sababu ambayo umeiona, nataka nikwambie kuishi kwenye maisha yako ni sababu tosha kuonyesha kwamba wewe kuna Mungu ambaye anakulinda, wewe kuna Mungu ambaye anakupigania, wewe kuna Mungu ambaye anakutetea, wewe kuna Mungu ambaye anakulinda kwenye biashara, kwenye ndoa yako. Haijalishi kuna vitu gani vingine ambavyo vinakufa. Shetani anaposhindwa kukuua kwenye maisha yako, huwa anatafuta vitu vya kuua. Anaweza akashindwa wewe akaua biashara yako, anaweza akashindwa akaua mtaji wako, anaweza akashindwa akakushindwa wewe akaua elimu yako. Kwa hiyo unapoona vitu vinakufa, jua uko kwenye eneo la vita, na mtu ambaye unapigana naye ni shetani mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Piga moyo konde, mwambie Mungu asante kwenye hii hali ambayo nipo sasa. Haijalishi uko kwenye hali gani ngumu, haijalishi uko kwenye hali gani mbaya, bado kwenye hiyo hali mbaya Mungu yuko mahali hapo. Mungu anacholinda ni roho yako wewe. Roho yako wewe anailinda usiku na mchana. Haangaiki na mtaji wako. Roho yako ndio mtaji wako. Maisha, yani roho yako ndio maisha yako. Anajua akilinda roho wakati wote unatoboa. Anajua akilinda roho yako wakati wote unafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka nikwambie, haijalishi unapitia eneo gani gumu, eneo gani baya, eneo gani zito, jua wakati wote utatoboa. Usikate tamaa kwa sababu ni maisha ni magumu. Usikate tamaa kwa sababu unapitia hali ya kimaisha ni mbaya, hali ya kimaisha ni ngumu, hali ya kimaisha ni mbaya kwenye maisha yako. Kuna watu wanainuka wanasema hautafika popote. Hata kama kuna watu wanainuka na kupinga kwenye maisha yako, bado Mungu atasimama kuwa Mungu, bado Bwana atasimama kuwa Bwana, bado Yesu atabaki kuwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amekutoa mbali Bwana kwenye maisha yako, kwenye elimu yako. Kuna watu walikuua kabisa, wakasema hautaamka, wakasema hautafikisha mwaka fulani, hautavuka, lakini mpaka leo unaishi. Lakini mpaka leo tunauona mkono wa Bwana ukiwa pamoja na wewe. Si kwamba wewe ni mwema, si kwamba wewe ni mtu fulani special. Nataka nikwambie, kuna mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Kuna neema ya Mungu kwenye maisha yako. Kuna nguvu za Mungu ambazo kaziachilia kwenye maisha yako. Hautakufa wewe. Wewe si mtu wa kufa. Wewe ni mtu wa kuishi. Wewe ni mtu wa kuishi ili uyasimulie matendo makuu ya Mungu katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Nina shuhuda nyingi sana kwenye maisha yangu. Nina shuhuda nyingi sana za kumwona Mungu, za kupambana na majini, za kupambana na mapepo. Lakini kwa siku ya leo, hacha niishie hapa. Tutakutana kwa wakati wa Bwana. Amenitoa mbali Bwana. Sikiliza nyimbo hii wakati tunamalizia. Mungu akubariki uliyesikia ushuhuda huu. Mungu akuinue sana. Naitwa Mhubiri Ombeni. Amen.